anampa hadhi kwa sababu ni mtu aliyekuwa akihudumia nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nyumbani kwako kila siku unapitisha ufagio, wala hujioni kuwa ni mtu mwenye hadhi ndogo. Kwa nini unakuja kujiona mtu mwenye hadhi ndogo kusafisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala? Safisha ndugu yangu, utapata maajabu. Si wewe, watapata maajabu jamaa zako siku Allah amemtuma malakul mauti kuja kuchukua roho yako. Itadhihiri kifo chako kitakuwa ni kifo cha kimaajabu, namna Allah tabaraka wa taala atakavyoyatukuza na kuyafanya ni ibra mauti yako kwa watu wengine. Kuna kazi sisi tunazidharau, tunaziona si lolote si chochote, lakini ni kazi zenye maana kubwa sana kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna kazi za hovyo sana wala hatuoni aibu kuzifanya. Wamkuta mtu kazi yake ni kuzibua mitaro ya vyoo, kazi yake yeye pululu hii ni kuchimbia watu mashimo ya vyoo, wala haoni kinyaa. Lakini mwambie bwana kasafishe msikiti. Mimi wewe nani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Wewe nani mbele ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala? Tupiganeni vikumbo kusafisha nyumba hii ya Allah tabaraka wa taala ili iendelee kubakia kuwa bora siku zote. Msikiti ndugu zangu unaimarishwa. Tunaimarisha msikiti kwa kuhakikisha kuwa msikiti ni jamia. Msikiti ndio chuo kikuu alichokitumia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufundishia masahaba zake Uislamu wetu: kuuza, kununua, kuoana, kuozesha, mahusiano, kuheshimiana, ibada. Elimu yote hii tunaipata hapa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipata mpaka elimu ya tiba kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, elimu ya uchumi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agriculture, kilimo walipata kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna kitabu ndugu zangu ambacho kinafundisha utimamu wa maisha ya mwanadamu kama Qur'ani. Hamna. Qur'ani inafundisha sayansi ya maumbile, inafundisha sayansi ya kilimo, inafundisha sayansi ya uhandisi. Qur'ani inafundisha uchumi. Qur'ani inafundisha mahusiano. Yeyote aliyeisoma Qur'ani ndani ya nyumba ya Allah msikitini, huyu ukimkuta anaishi kwenye jamii, maisha yake yamenyoka. Mwisho wa hutuba yangu ndugu zangu, ninawanasihi viongozi wanaosimamia misikiti kuhakikisha wanaibeba dhima ya kuwa wao ni viongozi, kutekeleza vilivyo kuhakikisha nyumba ya Allah inaendelea kuwa imara na bora siku zote, kwa kuhakikisha wanasimamia miundombinu yake, lakini pia kuwasimamia usimamizi ulio bora waumini wanaoingia ndani ya nyumba hizi kwa lengo la kuimarisha nyumba za Allah kwa kufanya ibada na kushiriki darsa mbalimbali. Maneno maudhui za darsa zao ziwe ni maudhui darsa zinazoenda sambamba na maisha ya watu. Hawezi mtu kuja soma dini ukamwambia we mpumbavu sana, halafu akaendelea kukaa na kusikiliza. Ataondoka na hatorudi tena, na utakuwa umemzuia asije kuisoma dini yake. Ni lazima tutumie usulubu laini kuvuta watu kwenye dini. Lakini pia sisi kama viongozi lazima tuwe na matendo yaliyo mazuri ya kuwavuta watu waone kiongozi wetu ni mwadilifu, kiongozi wetu ni mwema, badala ya kuchukia msikiti akawa ni mwenye kupenda msikiti. Sehemu ngapi kwenye nchi yetu ya Tanzania watu wana magomvi misikitini? Waumini wanagombana na viongozi wao, viongozi wanagombana na waumini wao. Kwa nini tugombane mpaka tunafikia msikiti mmoja una jamaa mbili? Kwa nini tugombane mpaka mtu asuse nyumba ya Allah, asione kuswali msikitini ni bora, akimbie kwenda kuswali nyumbani kwake hali ya kuwa ni mwanamume? Ni lazima tuhakikishe tunasimama kuitekeleza dhima hii ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka juu ya vichwa vyetu, kaizungurusha kwenye shingo zetu, na yaumul qiyama atatuuliza juu ya dhima hii. Ya Rabbi, tujalie tuwe ni wenye kupatia na wala si kukosea. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba katika siku hii ya Ijumaa, tukiamini ni siku tukufu, uifunike nchi yetu ya Tanzania na usalama, uifunike nchi yetu ya Tanzania na amani. Ya Rabbi, mvua inayoendelea kunyesha katika nchi ya Tanzania na kwingineko duniani ijalie kuwa ni mvua yenye baraka, ni mvua yenye kheri na wanadamu. Ya Rabbi, mvua inanyesha imeharibu makazi ya watu,
wafariji walioharibikiwa na makazi yao. Kuna watu wameharibikiwa na mifugo yao, kuna watu wameharibikiwa na mali zao, kuna watu wameharibikiwa na miundo mbinu yao mbalimbali. Ewe Allah, wape faraja itokayo kwako. Hakuna mfariji wa kweli isipokuwa wewe. Ya Rabbi, hii mvua kama ni shari kuendelea kunyesha izuilie, na kama ni kheri kuendelea kunyesha inyesheleze katika kheri, salama na amani kwetu. Ya Rabbi, tengeneza, tujalie urahisi wa kutengeneza miundombinu iliyoharibika ndani ya nchi yetu. Iwezeshe serikali iweze kupata pesa za kusaidia raia wake waweze kutoka pahala pamoja kwenda pahala pengine katika maeneo ambayo yameharibikiwa na miundombinu. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba katika siku hii ya Ijumaa, tunaongozwa katika nchi yetu hii ya Tanzania na mja wako dhaifu mnyonge Samia Suluhu Hassan. Mpe nguvu huyu mama, mpe maono, aweze kuwaongoza Watanzania na kuwatendea Watanzania yale yenye kheri na wao, na muepushe na kuwatendea Watanzania yenye shari na wao. Ya Rabbi, mpe nguvu na maono ya kuweza kupambana kwa ajili ya Watanzania ili gharama za maisha zipate poromoka chini kwao. Ewe Allah, mkinge na maadui na wote wenye kumfitini. Kila mwenye nia mbaya na yeye muweke mbali naye. Ewe Allah, jalia wasaidizi wake wawe ni wasaidizi wa kheri na yeye, na wala si wasaidizi wa shari na yeye. Watende na watekeleze mipango yake pasina kumsaliti wala kumzunguruka. Ewe Allah, tunakuomba jalia amani katika maisha ya Watanzania, na wajalie raia wa Tanzania kuwa ni raia watulivu na wasikivu kwa serikali yao, bali wenye subira, wenye upendo wa kusaidiana wao kwa wao. Waendelee kupendana kama Watanzania, kwa sababu umewajalia kuwa ni Watanzania na wewe unajua hekima yako katika hilo ni nini. Ewe Allah, tunakuomba uwape nguvu, uwakinge na uwaepushe na uwanusuru ndugu zetu wa Palestini kutokana na vitimbi vya Mayahudi na Mazayuni wa Kiyahudi. Ewe Allah, wape nusura ya kweli, nusura ya haraka, nusura itokayo kwako. Ya Rabbi, kila Yahudi atakayeingia Gaza, jalia Gaza kuwa ni kaburi lake. Ewe Allah, jalia kila atakayemsaidia Yahudi popote duniani aangamie kama utakavyomwangamiza yule ambaye anawadhulumu na kuwanyanyasa wa Palestini. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba uwaponye wagonjwa wetu walioko vitandani, wanyenyue na wape shifa ya haraka. Ya Rabbi, tunakuomba watoe nje kama ambavyo sisi unatutembeza nje. Ewe Allah, tunakuomba ya Rabbi, wanyenyue katika vitanda vyao, wawe na furaha kama ile ambayo sisi tunayo. Ya Rabbi, na wale walio katika sakarati mauti, jalia wepesi na raha katika kuondoka kwao kwenye hii dunia. Ya Rabbi, na sisi kumoja ukituondosha katika hii dunia, tujalie mwisho mwema unaoridhia wewe. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba fungua mafundo yaliyofunguka katika kazi za wengi miongoni mwetu ambao mipango yao imekwama, wajalie mipango yao iwe mepesi. Ambao wanahisi mazao yao yataenda kuharibika na mvua, kinga mazao yao wayapate yakiwa salama salmini, bali yenye baraka, na wao itoshe chakula kwao kwa mwaka mzima. Ewe Allah ya Rabbi, tunakuomba ujalie wale ambao ni vijana katika sisi wasio na wake, waozeshe. Wanaishi katika dunia yenye fitna kubwa sana kutoka wanawake. Jalia uwepesi wa kuoa kwao na wajalie wake wenye kheri na wao. Lakini pia mabinti wasio na waume, wajalie wapate waume ya Rabbi, waondoke katika mikono ya wazazi wao, waende wakaishi katika mazingira yaliyo salama kwa waume zao. Ya Rabbi, jalia wanandoa walioana miaka mingi iliyopita pasina kupata watoto, jalia wapate watoto. Ewe Allah, jalia upendo baina yetu. Wako watu wamechukizana, wamenuniana, hawasemeshani. Jalia katika Ijumaa ya leo iwe ni sababu ya kupatana, kuongea, kucheka pamoja na kufurahika pamoja. Ni haramu kwa Muislamu kununiana na Muislamu mwenzake. Ya Rabbi, jalia upendo baina yetu, jalia huruma baina yetu, jalia amani katika maisha yetu, jalia baraka katika vijiji vyetu. Ewe Allah, tujalie sisi watoto tuwe ni wenye heshima na adabu kwa wazee wetu, na wajalie wazee wetu kuwa ni wenye huruma na sisi watoto wao. Ya Rabbi, wasamehe wazazi wetu waliolala makaburini, yatie nuru makaburi yao ya Rabbi, yapanue makaburi yao ya Rabbi. Ya Rabbi, wamiminie kheri na baraka hapo walipo,
na yaumul qiyama ukiwafufua wafufue pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe Allah, usituzuie kuombea dua wazazi wetu walio makaburini. Ya Rabbi, tujalie daima kuwa ni watoto wema kwa wazazi wetu walio hai na walio kufa, tuwe ni watifu na wasikivu kwao. Ewe Allah, jalia amani na upendo katika maisha yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba' khususan Abi Bakr as-Siddiq وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهلنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا يا شافي إلا شفيته، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.